Ghafla majambazi wanateka nyara ndege ya Ethiopian Airlines aina ya Boeing 767-200 ER inapokuwa angani. Majambazi wanalazimisha ndege kuelekea sehemu isiyotarajiwa. Mafuta yanapungua hatua kwa hatua katika ndege hii, na kwa hali ya kukata tamaa, rubani analazimika kujaribu kutoa ndege hiyo baharini. Wakati huo uligeuza anga kuwa janga, lakini pia ukaonesha ujasiri wa kipekee na ustadi wa kipekee wa rubani. Ili kuelewa ukweli huu ulio nyuma tukio hilo, ungana nami turudi katika dakika za hatari za Ethiopian Flight 961. Asubuhi ya tarehe 23 Novemba mwaka 1996, uwanja wa ndege wa kimataifa wa Bole mjini Addis Ababa, Ethiopia, ulikuwa wenye shughuli nyingi kama kawaida. Miongoni mwa mamia ya abiria waliokuwa wakisubiri kusafiri, watu 163 na wahudumu wa ndege 12 walikuwa wakijiandaa kupanda ndege ya Ethiopian Airlines Flight 961. Ilikuwa ni safari ya kawaida ya kimataifa iliyounganisha Addis Ababa na Nairobi, Kenya, kisha kuendelea hadi Brazzaville, Congo, Lagos, Nigeria na hatimaye Abidjan kwa Ivory Coast. Ndege iliyohudumia safari hiyo ilikuwa Boeing 767 yenye nambari ya usajili ETAIZ. Ilikuwa ni ndege ya kisasa ya kuaminika ambayo ilikuwa imehudumu kwa miaka 9 katika shirika hilo la ndege. Rubani mkuu wa safari hiyo alikuwa Lul Abate mwenye umri wa miaka 42, mmoja wa marubani wenye uzoefu mkubwa katika Ethiopian Airlines, akiwa na zaidi ya saa 11,500 za kuruka hewani. Alikuwa akiheshimika sana na wenzake kwa utulivu wake, taaluma na uwezo wa kushughulikia hali ngumu pasipokuwa na taharuki yoyote. Kwenye kiti cha rubani msaidizi alikuwa Jonas Makuria mwenye umri wa miaka 34, naye pia alikuwa rubani hodari mwenye zaidi ya saa 6,000 za kuruka hewani. Kwa kuwa na timu wenye uzoefu na ndege katika hali nzuri, hakukuwa na sababu ya kuwa na wasiwasi kuhusu safari hiyo. Abiria waliokuwa kwenye ndege hiyo walikuwa mchanganyiko wa mataifa mbalimbali, wakionyesha nafasi ya Addis Ababa kama kitovu cha anga cha Afrika. Kwenye ndege hii kulikuwa na watu wengi, miongoni mwao walikuwa Bwana Franklin Hadol, kansela wa Marekani mjini Bombay, na mkewe, pamoja na mpiga picha mashuhuri wa vita Mohamed Amin, pamoja na raia kutoka India, Kenya, Nigeria, Israel, Marekani na nchi nyingine nyingi. Hali ya ndege wakati iliporuka ilikuwa ya kawaida kabisa: mazungumzo, vicheko na matarajio ya safari ijayo. Ndege iliruka kwa wakati, ikiondoka kwa upole kwenye barabara ya kurukia na kuelekea kusini. Anga lilikuwa safi na kila kitu kilikuwa kinaenda kulingana na mpango. Rubani Abate na msaidizi wake Mekuria walitekeleza taratibu za kawaida, wakiwasiliana na udhibiti wa anga na kuipeleka ndege kwenye kiwango cha juu cha kuruka. Nyuma ya chumba cha marubani, wahudumu wa ndege walianza kugawa vinywaji pamoja na vitafunwa. Hakuna hata mmoja kati ya watu 175 waliokuwa ndani ya ndege hiyo wangeweza kufikiria kwamba katika dakika chache zijazo safari hiyo ya amani ingebadilika kwa jinamizi la kutisha. Takriban baada ya dakika 20 za kuruka, ndege hiyo ya Boeing 767 ilipokuwa ikiruka juu ya anga la Ethiopia, janga lilianza. Kutoka kwenye kabati la abiria, vijana watatu ghafla walisimama na kukimbilia kwenye chumba cha marubani. Walipiga kelele wakidai kuwa ni wapinzani wa serikali ya Ethiopia waliokuwa wametoka gerezani kwa sababu za kisiasa na sasa wanatafuta hifadhi. Wawili kati yao walikuwa wameshikilia kitu kilichoonekana kama bomu na mmoja alikuwa ameshikilia shoka dogo. Vurugu ilitanda kwenye ndege hiyo. Wahudumu wa ndege walijaribu kuingilia kati, lakini wakasukumwa pembeni. Watekaji walivamia chumba cha marubani wakimshambulia First Officer Jonas Makuria na kumtoa kwenye kiti chake kwa nguvu. Walimpigia kelele Captain Lul Abate wakimwamuru aruke kuelekea mashariki hadi Australia. Licha mshuko huo, Captain Abate alijaribu kubaki mtulivu. Alijua kwamba ombi la watekaji lilikuwa haliwezekani kabisa.
kabisa. Ndege hiyo ilikuwa imejazwa mafuta hadi ya kufika Nairobi pekee. Haingeweza kabisa kufika maelfu ya kilomita kuvuka bahari ya Hindi hadi Australia. Alijaribu kuwaeleza watekaji akionyesha kipima mafuta kwenye paneli ya udhibiti. Sikiliza, alisema kwa utulivu, tuna mafuta ya kufika Nairobi tu, hatuwezi kufika Australia, tutaporomoka baharini. Lakini watekaji waliotambuliwa kama vile Alemayo Bakele, Mathias Solomon na Sultan Ali Hussein walikuwa vijana wadogo wasiojua chochote kuhusu urubani na walishawishiwa na msimamo mikali ya kisiasa. Hawakumwamini Captain Abate, walidhani anawadanganya tu. Mmoja wao alichukua kitabu cha maelekezo cha shirika la ndege na kuonesha ukurasa uliosema kuwa Boeing 767 inaweza kuruka kwa saa 11 hadi 12 mfululizo. Mabishano yalizidi kuwa makali, watekaji walizidi kuwa wakali. Walimpiga First Officer Makuria na kutishia kulipua ndege hiyo ikiwa Abate asingefuata maelekezo yao. Walimtoa chombo cha mawasiliano mkononi mwake ili asiripoti hali hiyo katika udhibiti wa anga. Akiwa amenaswa katika hali isiyokuwa na suluhisho, Captain Abate alijua kuwa kupambana moja kwa moja kungeleta maafa papo hapo. Alilazimika kujifanya anatii. Ndani ya chumba kidogo cha marubani, Captain Lul Abate alianza pambano hatari katika akili yake. Alijua kwamba akiruka moja kwa moja kuelekea bahari ya Hindi kama walivyotaka watekaji, wote wangekufa mara tu mafuta atakapokwisha. Tumaini lake la pekee lilikuwa kuruka kando ya pwani ya Afrika ili kutafuta uwanja wa kutua au kununua muda zaidi. Kwa siri alibadilisha mwelekeo wa ndege. Badala ya kuelekea moja kwa moja kusini mashariki, alianza kuelekea kusini sambamba na pwani. Ilikuwa ni uamuzi wa busara pamoja na kishujaa. Kwa njia hiyo, ndege ilibaki karibu na nchi kavu, ikiweka uwezekano wa kupona iwapo hali hiyo ingekuwa mbaya zaidi. Watekaji wasiojua ujuzi wa urubani hawakugundua mabadiliko hayo madogo ya mwelekeo huo wa ndege. Kwa saa kadhaa, ndege hiyo iligeuka kuwa gereza linaloruka. Ndani ya chumba cha marubani, Abate aliendelea kuwaomba watekaji kwa busara. Aliwaambia kwamba lazima atue ili kujaza mafuta. Akapendekeza kutua Mombasa, Kenya, lakini walikataa vikali. Waliamini kuwa Australia ndiyo nchi ya ahadi, mahali wangeweza kuwa huru. Upumbavu wao na ukaidi wao uliweka maisha ya watu 175 kwenye hatari ya kifo. Huku nyuma ndani ya ndege, abiria pamoja na wahudumu walikuwa na hofu sana. Baadhi ya abiria walijaribu kupinga, lakini walipigwa na watekaji. Wahudumu wa ndege wakiongozwa na pasa walijaribu kutuliza abiria, wakiwaomba wabaki kwenye viti vyao na wafunge mikanda. Habari za utekaji hatimaye zilifika nje. Ingawa watekaji waliharibu mfumo mkuu wa mawasiliano, Captain Abate alitumia kwa ujanja masafa ya dharura kutuma ujumbe mfupi. Udhibiti wa anga wa Nairobi ulipokea ishara hiyo na kuarifu mamlaka. Hata hivyo, hawakuweza kufanya lolote zaidi ya kufuatilia njia isiyo ya kawaida ya ndege kwenye skrini zao za rada. Muda ulipita na kipima mafuta kilizidi kushuka. Ndege hiyo ya Boeing 767 ilikuwa imeruka kwa zaidi ya saa 3, muda uliokuwa zaidi ya ule ambao ulitarajia kufika Nairobi. Mara nyingine, Abate aliomba tena watekaji kumruhusu hatue kwenye visiwa vya Komoro, taifa dogo lililoko katikati ya Msumbiji na Madagascar. Hata hivyo, watekaji walianza kutambua kwamba kapteni hakuwa akidanganya, lakini badala ya kukubali ukweli na kuruhusu kutua kwa usalama, hofu yao iliwafanya kuwa hatari zaidi. Bado hawakuwa wameachana na ndoto yao ya kwenda Australia, ndoto iliyogeuka kwa upumbavu wa mauti. Ndege ilipokaribia visiwa vya Komoro, kile kilichokuwa hakiwezi kuepukika hatimaye kilitokea. Injini ya kulia ya ndege ilianza kulega na hatimaye ikazima kabisa. Ndege ikapoteza nusu ya nguvu za kusukuma na kuanza kuyumba. Dakika chache baadaye, injini ya kushoto nayo ikazima. Ndani ya chumba cha marubani, taa za onyo zilikuwa zikimulika kwa kasi. Kwa sauti tulivu ya ajabu, Captain Abate alichukua kipaza sauti na kusema na abiria, "Wapendwa abiria, tutalazimika kutua kwa dharura. Tafadhali jiandaeni kabisa. Ndege itatua majini. Wahudumu wa ndege watawapa maelekezo."
Ilikuwa ndiyo mara ya kwanza kwa saa nyingi abiria walisikia sauti ya kapteni. Utulivu wake katika hali ya vurugu uliwapa mwanga hafifu wa matumaini. Wahudumu walipiga kelele za maelekezo usalama, inamisheni vichwa vyenu na mshike miguu yenu. Lakini ndani ya chumba cha marubani, pambano la mwisho lilikuwa linazuka. Watekaji walipotambua kuwa mpango wao umeshindikana na kifo kiko karibu yao, walipoteza akili kabisa. Hawakutaka kutua, walitaka ndege igongwe. Wawili kati yao walimvamia kapteni wakijaribu kumvuta asishike usukani, wakitaka kushusha pua ndege chini. First Officer Jonas Makuria, licha ya majeraha yake, alipambana na mtekaji mmoja, huku Captain Abate akitumia nguvu zake zote kudhibiti usukani juu. Mapambano hayo yalitokea katika sekunde za mwisho za thamani, ndege ikielekea baharini kwa mamia kilomita kwa sasa. Abate alitaka kutua sambamba na mawimbi ili kupunguza nguvu ya mshtuko, lakini kutokana na mapambano hayo hakuweza kudhibiti mwelekeo ipasavyo. Takriban mita 500 kutoka pwani ya Grand Como, mbele ya macho ya kutisha watalii na wenyeji waliokuwa kwenye Galawa Beach, ndege ya Boeing 767 iligonga bahari. Mwili wa ndege ulipasuka vipande vitatu kabla ya kuzama taratibu kwenye maji ya kina kifupi. Athari hiyo ilikuwa janga la kutisha. Maji ya baridi yalifurika ndani ya sehemu hizo zilizovunjika za ndege. Wale waliokuwa wamepona mshtuko wa awali walijikuta wakipigania uhai mwingine kutoka kwenye kifaa cha chuma kinachozama na mawimbi makali. Hata hivyo, katikati ya hofu na kukata tamaa, mashujaa walijitokeza pwani. Watalii, wafanyakazi wa hoteli na wakazi wa eneo hilo walikimbilia baharini bila kusita. Walitumia boti ndogo, ubao wa mawimbi na chochote kile kilichoweza kuelea ili kufika kwenye mabaki ya ndege ili kuokoa walionusurika. Madaktari na wauguzi waliokuwa likizoni waliweka kituo cha huduma ya kwanza hapo ufukweni, wakitumia taulo na mashuka kuwafunga waliojeruhiwa. Captain Lul Abate na First Officer Jonas Makuria, licha ya majeraha, walinusurika kifo. Walifikishwa ufukweni na waokoaji. Walipoulizwa kilichotokea, Abate alisema kwa sauti dhaifu, "Watekaji wao ndio waliosababisha haya." Operesheni ya uokoaji iliendelea kwa saa kadhaa. Mwisho wake, kati ya watu 175 waliokuwa ndani ya ndege, ni 50 pekee walionusurika. Wengine 125 wakiwemo watekaji watatu walifariki dunia kwa majeraha au kwa kumeza maji mengi. Mpiga picha mashuhuri Mohamed Amin alikuwa miongoni wa waliopoteza maisha yao. Uchunguzi uliofuata ulifichua mlolongo mzima wa janga hilo. Sanduku jeusi la ndege, cockpit voice recorder na flight data recorder zilipatikana. Kanda sauti ya marubani ilithibitisha mapambano makali kati ya Captain Abate na watekaji hao, pamoja na pambano la mwili lililotokea dakika za mwisho. Wachunguzi walihitimisha kuwa hatua za Captain Abate zilikuwa za kishujaa. Uamuzi wake wa kuruka kando ya pwani ya Afrika uliwapa nafasi ya pekee ya kuishi waliokuwa ndani ya ndege. Kama angefuata amri za watekaji na kuruka moja kwa moja baharini, kusingekuwa na hata mtu mmoja aliyenusurika. Ajali ya Flight 961 iliacha funzo zito kwa tasnia ya usafiri wa anga duniani. Kwanza kabisa, ilionyesha tena kwamba usalama wa viwanja vya ndege ndio ngao kuu ya kwanza. Ukweli ni kwamba watekaji waliweza kuingia na silaha hatari ndani ya ndege ya kisasa kama Boeing 767. Ilifichua udhaifu mkubwa katika ukaguzi wa usalama. Zaidi ya hayo, ustadi wa kusimamia migogoro, utulivu na maamuzi chini ya shinikizo kali ulionyesha Captain Lul Abate na First Officer Jonas Makuria uligeuka kuwa somo muhimu katika mafunzo marubani kote duniani. Walivyojibu katika hali isiyo na njia ya usalama ilionyesha umuhimu wa mafunzo, nidhamu na ushirikiano ndani ya chumba cha marubani. Na mtazamaji wangu, hivyo ndivyo jinsi majambazi watatu walipelekea watu 125 kupoteza uhai wao kwa kuteka nyara ndege ya abiria iliyotoka Addis Ababa. Niseme nini mtazamaji wangu? Kilicho na mwanzo siku zote hakikosi mwisho. Nami niishie hapa. Jina langu ni Kamanda Nicholas Mwita. Nikutakie wakati mwema na nikukumbushe usisahau
kusubscribe na kulike video hii ili tutakapotoa makala mengine uwe wa kwanza kutazama. Nikutakie wakati mwema. Bye.